Leo tutaenda kujifunza juu ya jambo moja linalosema kumtanguliza Mungu na kumsikiliza Mungu. Amen. Kumtanguliza Mungu na kumsikiliza Mungu. Kuna watu wengi ambao huwa wanahisi kwamba wamemtanguliza sana Mungu kwenye mambo yao, lakini wengi wao huwa hawana utulivu wa kumsikiliza Mungu. Ni watu wanaomwamini Mungu, lakini mambo yao huwa wanayafanyaga wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongea neno kumtanguliza, neno kumtanguliza ni sawa na neno kutangulia. Tunapozungumzia mfano neno kutangulia, maana yake unaposema labda mtu fulani amenitangulia au kitu fulani kimenitangulia, maana yake kile kitu kimeenda mbele yako kabla wewe hujafika. Mfano unaweza kumkuta labda mtu anaelezea story, anasema tulikuwa tunatembea mimi na mama Janet, lakini mama Janet alinitangulia mbele kidogo. Kwa maana gani? Kumbe mama Janet alikuwa mbele zaidi ya huyu mama. Kwa maana yake mama Janet alitangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia jambo linalosema kwamba kumtanguliza Mungu na kumsikiliza, kumtanguliza ni jambo la kwanza, lakini pia kumsikiliza ni jambo la pili. Ni jambo la pili. Watu wengi mara nyingi huwa wanaharibikiwa kwa kutaka kufanya mambo kwa akili zao wenyewe, wakati huo wakiamini kuwa Mungu anaye, lakini huwa hawampi vipaumbele kwenye vile vitu ambavyo yeye angewatangulia. Wanaona kama vile Mungu angewachagulia vitu vibovu. Kwani haujawahi kuona kijana anataka kuoa au kuolewa, anaacha kumuomba Mungu, baada ya hapo anasikiliza maneno tu kwa watu wengine, halafu anakuambia bana, mimi nikimuomba Mungu atanipa kilema? Hujawahi kusikia? Kwa nini watu wanahisi labda Mungu anatoa vitu vibovu, kitu ambacho ni hamna? Mungu anakupa unachopaswa kupata. Mungu kuna muda hakupi unachotaka. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo tunavitaka, lakini akitupa kabla ya wakati wake, vile vitu vitaharibikiwa. Kwa mara nyingi Mungu anatupa vile vitu tunavyotakiwa kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtanguliza Mungu na kumsikiliza Mungu. Andiko letu la msingi litasimamia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 4 hadi wa 8 nitasoma. Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 4 hadi wa 8. Biblia inasema hivi: akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth-Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe na watu wangu ni kama watu wako na farasi zangu ni kama farasi zako. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400, akawaambia, je, niende juu ya Ramoth-Gileadi kupiga vita au niyamanze? Wakasema, kweli, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye,
yaani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema ila mabaya. Ila mabaya. Yehoshafati akasema, mfalme, usiseme hivi. Twende sasa tukasome hapo 14 mpaka 18, sura hiyo hiyo. Turuke twende mstari wa 14 hadi wa 18. 14. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalolinena. Na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia, je, Mikaya, tuende Lamoth-Gileadi kupiga vita au tunyamanze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Akasema, Mikaya akasema, sasa naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukuambia hata nibashiria mema ila mabaya? Jamani, hizi tunazosoma ni habari za mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda. Tunapozungumzia kuhusu mfalme wa Israeli, Israeli ilikuwa ni nchi, lakini pia na Yuda naye ilikuwa ni nchi. Israeli ni nchi ambayo ilikuwa na makabila 10. Makabila 11. Lakini Yuda ilikuwa na kabila moja ambalo lilikuwa ni kabila la Yuda. Sasa kwenye nchi ya Israeli alikuwa mfalme aliyekuwa anaitwa Ahabu. Lakini kwenye nchi ya Yuda alikuwa mfalme aliyekuwa anaitwa Yehoshafati. Kwa hiyo Israeli alikuwepo Ahabu, lakini Yuda alikuwepo Yehoshafati. Sasa huyu mfalme wa Israeli akawa anahitaji aende kupigana na nchi iliyokuwa inaitwa Lamoth-Gileadi. Sasa akawa anahitaji support kwa mfalme wa nchi jirani, ambaye yeye huyu mfalme alikuwa ni mfalme wa Yuda. Na baada ya hapo mfalme wa Yuda akawa amekubali kuambatana na mfalme wa Israeli ili kwenda kuipiga Lamoth-Gileadi. Lakini wakati huyu mfalme wa Yuda amefika pale kwa mfalme wa Israeli, akamwambia neno, akamwambia, si vema kama tutaenda huko kabla hatujataka kujua majibu ya Bwana. Zamani vita yao waliokuwa wanafanya ilikuwa nchi, kabla ya kwenda kupigana vita walikuwa wanauliza kwa Mungu kwamba, je, twende au tusiende? Na ndiyo maana unaona vita yote Waisraeli waliokuwa wanapigana walikuwa wanashinda kirahisi sana. Sio kwamba walikuwa mahaudari sana wa vita, hapana. Ni kwamba vita yao nyingi ilikuwa inamalizwa na Mungu. Kwa wao walikuwa wanapita tu juu. Na ndiyo maana ukisoma hata habari za Yoshua, wamefika kwenye ngome ya Yeriko, Mungu anampa maelekezo. Anamwambia, mtazunguka siku ya kwanza, mtazunguka siku ya pili, mtazunguka siku ya tatu, mtazunguka siku ya 4, mtazunguka siku ya 5, mtazunguka siku ya 6, mtazunguka siku ya 7. Ile siku ya 7 mzunguke tena mara 7. Baada ya hapo mpige kelele. Na wao baada ya kufanya vile, walipomaliza kupiga kelele, ile ngome ikaanguka. Unaweza kujifika hivi tu, zile kelele zilikuwa zinatosha kuiangusha ile ngome? Jibu ni hapana. Kwa maana vita nyingi alikuwa anaimaliza Mungu. Yaani sisi tulikuwa wafuata maelekezo. Amen. Amen. Vita nyingi unayoshindwa ni kwa sababu unataka upigane mwenyewe. Vita nyingi unayofeli ni kwa sababu